Kuna usiku mmoja. Usiku ambao umebadilisha maisha yangu milele. Usiku ambao niliweza kuzuia kitu. Lakini sikuzuia. Ndugu yangu mdogo. Alikuwa na miaka 19 tu. Alikuwa na ndoto. Alikuwa na maisha yote mbele yake. Na mimi ndiye niliyemwondoa hayo maisha. Jina langu ni Martin. Na hii ni confession yangu. Confession ambayo imenimaliza kwa miaka mingi. Mwaka wa 2019 nilikuwa na miaka 28. Nilikuwa nafanya kazi Nairobi, nilikuwa na gari yangu, maisha yalikuwa sawa. Nilikuwa mtu wa kuaminika kwa familia. Ndugu yangu mdogo, Brian, alikuwa form 4 ameshafanya KTSE. Alikuwa akingoja results. Alikuwa mvulana smart, mzuri, mpole. Kila mtu alimpenda. Nilikuwa naenda home kwa Christmas. Brian alinipigia, bro, lete gifts. Na unilete hizo nguo za Nairobi. Tulicheka. Nikaahidi. Sikujua. Hiyo ndiyo mara ya mwisho tutazungumza hivi. Tarehe 23 Desemba niliamka asubuhi. Nilikuwa late. Nilikuwa nimepromise kufika home mapema sana siku hiyo. Nikaharakisha. Gari yangu lilikuwa na iswe kidogo ya brakes. Nilijua. Mechanic alikuwa amenitaka nilipeleke, lakini nikadhani itabidi. Nikadhani ni safari moja tu. Hiyo ilikuwa mistake yangu ya kwanza. Nikaanza safari. Halfway karibu na Karatina mvua ilianza. Mvua kubwa. Heavy. Visibility ilikuwa almost zero. Lakini nikaendelea. Nilijua njia. Niliwahi drive huko mara 1000. Saa 3 usiku nilifika karibu na home yetu. Ilikuwa giza. Barabara ilikuwa imeteleza kwa mvua. Na kwa mbali nikaona figure. Mtu anakimbia kwa barabara. Nilipiga hoting. Kwa second moja yule mtu akageuka. Na nikaona uso. Uso ambao najua vizuri sana. Brian. Ndugu yangu mdogo alikuwa anakimbia kwa barabara. Hakusikia hoting yangu. Mvua ilikuwa kubwa sana. Nikaangalia brakes. Lakini brakes hazikushika vizuri. Gari ikaendelea. Haraka. Na kwa sekond ile nilijua. Nitampiga. Nilijaribu kusukuma steering kando. Lakini gari ilikuwa inateleza. Mvua. Matope. Brakes hazijawok. Thud. Sound ile. Sitaisahau milele. Gari ikatikisa. Nikasimama. Moyo wangu ukakataa. Nikashuka kwa haraka. Nikakimbia nyuma. Na pale kwa barabara. Alikuwa amelala. Brian. Ndugu yangu. Akibled. Macho yakiwa wazi. Lakini hawezi move. Brian. Amka. Please. Nilijaribu kumweka ndani ya gari. Nilijaribu kumpeleka hospital. Lakini ilikuwa late. Alikufa kabla hatujafika. Ndugu yangu. Alikufa kwa mikono yangu. Niliambia polisi kila kitu. Niliwaambia ilikuwa accident. Niliwaambia brakes zilishindwa. Niliwaambia hakusikia hoting. Lakini hakuna kitu kiliweza kubadilisha ukweli. Nilikuwa nimemua ndugu yangu. Familia yangu. Wao waligundua usiku ule. Mama alikuja hospitalini. Alimwona Brian. Amekauka. Bodi yake imevunjika. Ako gone. Mama hakuweza kuzungumza. Alikaa chini. Akaangalia wazi. Kisha akaanza kulia. Kilio ambacho kimemalizika roho yangu. Baba alikuja baadaye. Alinicheki. Akanitazama tu.
Hakusema kitu. Lakini eyes zake zilisema kila kitu. Wewe ulimuua mtoto wangu. Mazishi yalikuwa nightmare. Kila mtu walinicheki kama murderer. Relatives walinisema kwa hasira. Kwa nini hukucheki gari? Kwa nini uliendesha gari ya broken? Nilikuwa na majibu zero. Nilikuwa empty. Miezi baada ya mazishi sikuweza kurudi Nairobi. Sikuweza kurudi kwa maisha yangu. Nilisema nijihuzunishe tu. Nikaanza kunywa pombe. Kila siku. Nilikuwa nati kuzima mawazo. Lakini kila usiku niliota Brian. Niliota uso wake. Niliota sound ya thud. Nikajaribu kujiua mara 3. Mara 3. Lakini kila wakati something ilinizuia. Mwaka mmoja baadaye nilikuwa ghost. Nilikuwa alive kwa nje lakini ndani nilikuwa dead. Mama aliniletea priest. Mchungaji kutoka kanisa letu. Akakaa nami. Akaniambia, Martin, Brian hakutaka hivi. Brian alikupenda. Akitakuwa hapa angesema nini? Sikuweza kujibu. Machozi zikatoka tu. Kisha mchungaji alisema kitu, Mungu hajamlaani. Mungu anakuelewa. Hii ilikuwa accident. Lakini guilty ya kuendelea kujiua. Hiyo sio kutoka kwa Mungu. Hiyo ni kutoka kwa devil. Nikaanza therapy. Professional counselor. Alitunga sessions nami. Akanifundisha jinsi ya kuprocess guilt. Akanifundisha jinsi ya kuaccept nini kilifanyika. Slowly nikaanza kuzungumza na familia. Nikaanza kuomba msamaha. Mara kwa mara. Siku kwa siku. Baba alikuwa mgumu zaidi. Alikaa miezi 6 bila kunizungumzia. Lakini siku moja aliniita. Akasema, Martin, nimechoka kuchukia. Nimechoka kuwa na chuki. Brian amekwisha. Lakini wewe uko hapa. Na sitaki kukupoteza wewe pia. Tuliangua pamoja siku ile. Leo, miaka 5 baadaye, familia yangu imenichukua tena. Hawajasahau Brian. Sitasahau pia. Lakini tumeachana na guilt. Nikaunda Foundation ya Brian's Legacy. Tunafanya road safety awareness. Tunasaidia vijana ambao hawana face. Tunasema story yangu ili watu wengine wasiende kwa mistake ile ile. Mama anasema foundation hii ndiyo best gift kwa Brian. Anasema kwa njia hii Brian bado anasaidia watu. Sikuweza kumrudisha Brian. Lakini naweza kuhakikisha watu wengine hawakufi kwa ajali zinazoweza kuzuiwa. Nikawa mwaka jana. Mke wangu anajua story yangu yote. Aliniambia sitaki mtu perfect. Nataka mtu wa kweli. Na kwa mara ya kwanza tangu 2019 ninaweza kucheka tena. Ninaweza kulala tena. Ninaweza kuishi tena. Kama umefanya kitu ambacho kimekuharibu, kitu ambacho kinakumaliza kwa guilt, sikia hii. Accidents zinafanyika. Mistakes zinafanyika. Lakini kuendelea kuishi kwa guilty, hakuna benefit. Hawatasaidia yule mtu umemkosea. Hakutakusaidia wewe. Omba msamaha. Kwa familia. Kwa Mungu. Kwa mwenyewe. Na kisha endelea. Brian asingetaka niende kwa njia hii. Angetaka niishi. Angetaka nifanye kazi yake hapa duniani. Kama wewe uko kwa pain, tafuta msaada. Zungumza na mtu. Therapy sio aibu. Kuomba msamaha sio weakness. Jina langu ni Martin. Na hii ilikuwa confession yangu.